alikaa chini akaona kwamba kuna maandamano mbele na watu watakufa. Acha awajengee mochari, mkikufa atakuwa anawapeleka kule. Akawajengea mochari. So nyinyi Orengo ni mjanja. The only thing anawafanyia ni wakawajengea mochari. Hakuna kitu yenye Orengo anaweza fanya Linda Mwananchi. Kiongozi wa Linda Mwananchi ni Edwin Sifuna. Mheshimiwa Spika, nikienda kwa mada ya Nuru Okanga, hakuna mtu mwenye alipwangi ndani ya chama yote. Hata UDA kuna watu wanalipwa. DCP kwa wale wanawake wenye kuna mwanamke mwenye anataka sijui nani jinsi alikuwa kwa hiyo kitu. Yeye uanga analipwa na DCP. Huyo mwanamke. So kama nani alionya analipwa, wacha alipwe. Yaani Kenya ulitoka nyumbani kuja fanya. Lipwa pesa, hata ODM kulipa milioni ngapi? Lipa. Si DCP nalipa hapa watu. Si DCP nalipa watu wenye walicheka kama Raila amekufa. Sio mwanamke alicheka Raila kama amekufa. Mtu yote mwenye alicheka Raila, huyo mtu hata siwezi kaa naye, siwezi tetea huyo mtu. Huyo mtu ni adui wako. So alionya kwa sawa. Wewe unatetea mtu mwenye alicheka Raila. Alafu unakuja kukuambia, na wewe Raila ndiye amekulinda. Hii platform uko nayo ni Raila amekulinda. Alafu unakuja kutetea watu wenye walimcheka. Ndugu yangu, kaeni na heshima. Mheshimu pale penye ulitoka. So mimi nikimalizia nikisema, wasemeje? Sisi kama Waluhya bado tunawapanga tu. Kwa majina naitwa Nuru Okanga, kijana Gorera Ward, aspirant wa 2027. Mr. Speaker, kuna msemo nyumbani inasemanga ya kwamba waliosoma watakuwa wajinga na wasiosoma wakuwa werevu. Order, please, members. Order. Nataka Nuru arudie hiyo kitu. Mr. Speaker, Order. I'm going to repeat again. Without fearing, with the confidence. Kuna msemo kule nyumbani inasema ya kwamba waliosoma watakuwa wajinga na wasiosoma watakuwa werevu. Mr. Speaker, nimeona fellow member ametoka kwa flow. Anasema ya kwamba listen me. Let me pass my message. Mr. Speaker, kuna watu hapa hata hawana 78 certificate. Mr. Speaker, mimi kama Nuru Okanga, fellow member ametoka kwa fulani anasema ya kwamba ati chama inalipa watu. Mr. Speaker, nimeshtuka. Mimi nimekuwa member wa ODM na mnajua Kenya mzima nimefight na ODM pamoja na Raila Odinga. Sikuwa napewa hata 10 bob na nitoa hapa machanga hapa 10 bob. Unaona? Wewe kwa ODM unatuzi watu wa ODM. Unaona? Singo upande. Singo upande. Mwambie kweli. Singo upande. Sasa ati mtoto ya mtu hapo Nairobi. Mtoto ya mtu hapo Nairobi na amesoma. Si nimetoa tu msemo saa hii. Form 4 hivyo. Mr. Speaker, Mr. Speaker, mimi nimesema hakuna mtu anajua ama ajui. Mimi nilikuwa mtu wa ODM na nimepigania ODM sana. Mr. Speaker, mimi hakuna pesa nilipewa na ODM. Nilikuwa nauza ODM kwa sababu ya polisi za Raila Amolo Odinga. Na nilikuwa nauza ODM kwa sababu ya polisi ya ODM. Hiyo ndio maana nilikuwa natembea na ODM nikisema Raila akiingia atafanya hii, atafanya hii, atafanya hii. Leo hii Raila Odinga, Mungu laza roho ya Raila Odinga mahali pema
peponi. Baba ameondoka ati ndio uonekane kwa ODM. Ushaini pale, uuze ODM, lazima upewe pesa. Mr. Speaker, hiyo ni kugandamiza demokrasia ya ODM. Wanagandamiza demokrasia ya ODM. Na tuelezane ukweli, Baba Raila Odinga hakuwa analipa mtu yoyote pesa hata kukuja mkutano. Wangesikia Raila Odinga kwa Jakaranda, mtu anaacha kazi, anachukua pesa yake kwa mfuko, anakuja mkutano. Lakini huyu msichana mwenye ako na meno 160 kwa mdomo, jana anaulizwa, alionya, alinyonywa, anasema ati yeye hizo vitu zote anafanya hata analipwa. Shame on you, alionya. Stupid, useless, idiot. Spika, nimetoka hapo nakimbia mbio. Hapo nimetoka nakimbia mbio, nipeane nafasi. Mr. Speaker, nimesema hapa, urafiki yetu na Wajaluo haiwezi isha. Haiwezi isha. Mr. Speaker, Wajaluo wamekuwa masemeji wetu. Wanaoa wasichana wetu na pia sisi tunaoa wasichana wao. Mr. Speaker, mwenye analeta ugombi katikati ya Muluya na Mjaluo ni Gladys Wanga. Mr. Speaker, nikianza hapa na Nairobi, without Muluya, Mjaluo hawezi kuwa MCA, hawezi kuwa MP, hawezi kuwa kitu yoyote. Na without Mjaluo, Muluya hawezi kuwa MCA, hawezi kuwa MP, hawezi kuwa hata women rep. Ndio maana Raila Odinga alikuwa anashikisha Wajaluo pamoja, tutembee pamoja. Lakini hii mchezo mnaongozwa na mama, mnaongozwa na wanaume wazima, mnaongozwa na mama, kuonyeshwa kwa nyumba zenyu mnapigwa. Mr. Speaker, lazima tuelezane ukweli. Wajaluo ni mashemeji, na baba ya Raila ndiye alifanya Waluya wakawa na urafiki na Wajaluo. Naomba hivi Mr. Speaker, tusipige siasa ya ukabila. Mr. James Agiri Orengo amekuwa pale maandamano, na katiba yetu ya Kenya inasema mwana Kenya yeyote ako na freedom. One minute. Mwananchi yeyote ako na freedom ya packeting. So, mimi nataka niambie Mr. Speaker, nataka niseme party leader wetu James Agiri Babu Orengo, wewe endelea na kazi. Na Mr. Speaker, saa hii mtu anavuta kamba ya kwenda kwao. Dennis Wanjala ametoka hapa, anasema ati ya kwamba Wajaluo wanatumia Waluya. Hiyo mimi sijui, but sisi ni marafiki na Wajaluo. Matiang'i kutoka hapa Kisii, interest ya Muluya kwa Matiang'i ni nini? Afadhali sisi Waluya, Raila Odinga tumeona akiwa prime minister akipeleka vitu mbele. Interest yetu kama Muluya, tunataka Matiang'i atoke aseme Muluya, tunakupatia hii, tunakupea hii, tunakupea hii. Lakini hii maneno ya kuja kuuza hapa Matiang'i, mimi nitauza Matiang'i kama ameshatangaza, kwa sababu Muluya ako na 800 million point 2. Na sisi kama Wajaka tunajua kucheza hiyo ball kuliko nyinyi. Mr. Speaker, ni ukweli nataka kumwambia watu wetu kutoka Western. Waambie. Mr. Speaker, kwa hii dunia sijawahi ona mtu mwanaume ana support uzuri ya mpango wa kando mbele ya wanaume wenzake kuliko bibi yake anajua weaknesses zake. Nani huyo? Au masemeji wanaongeanga hapa kwa hii bunge, wana support mpango wa kando lakini wameacha mtoto yao. Sisi Wajaka ndiye tunabeba hiyo mzigo. Mr. Speaker, allow me to name their names. Number moja, we have
Dennis Wanjala from Bungoma hajawahi support Sifuna mbele ya watu hapa. Yeye ana support Matiang'i. Matiang'i ni mloya? Hapana. Mr. Speaker, nakuja kwa former speaker. Nani? Anaitwaje? Si Asamba. Asamba anatoka Kakamega. Ni mloya. Hajawahi support Sifuna, ana support Ruto. Ruto ni mloya? Hapana. Hapa tuko na Ikolomani. Hajawahi support Sifuna. Kweli ama si kweli? Wanasema Kiswahili. Tuko na moja aliepa anaitwa Heart of the Lion. Bado ni mloya. Anatusi Sifuna mahali yako. Mimi Kennedy Songa hakuna siku nimesaka sana Sifuna. Nikiingia hapa na support Sifuna, James Orengo as coach. Jose Mourinho mwenyewe ulimuona leo ya Mungu muona. Jose Mourinho. Naona. Hiyo ni John the Baptist. Ana test maji, anaangalia maji iko aje. Ulimuona ama kumuona? Lewi alitoka kama mwanaume. Party leader mwenyewe James Orengo. Coach. Alitoka mbele ya wanaume kama jua inawaka, kutoka usiku. Yes. Design alikuja naye. Hata baba Raila Amolo Odinga sikuona akipanda pikipiki. It means mbele ni kusuri. Nasema hivi, Raila Amolo Odinga alikuwa mwalimu na alikuwa na deputy yake. Umejua saa hii, for example, kama principal ama headmaster primary ni mgonjwa kidogo, nani anachukua side yake? Ni deputy. Hiyo ni James Orengo mwenyewe amechukua kama coach because headmaster alisakufa. Sasa tuko na deputy, na deputy pia most of deputy wanakuanga walimu wa maths. Sijawahi ona deputy walimu wa CRE. Na maths lazima utumie akili. Uliona Orengo vile alitumia akili kabisa. Kama Ruto mwenyewe sasa anataka andise na James Orengo. Na wewe bado uko hapo. Na mwenyewe kidogo tu ndugu yangu. Mr. Speaker, wanipe nafasi. Masana describe James Orengo as Jose Mourinho. Unafaa unyamaze nikupe wisdom. Ndugu yangu, wewe haukuona siku ya Saba Day James Orengo akibeba mkono hivi, hii inamaanisha hii mkono mbili. Hiyo sasa kwa maisha yako, because wacha nijibu huyo. Mtu hakuenda kwa klasi ya Eastern Government anasema hiyo ni 2 term. Lakini because mimi Kennedy Songa tuliattend na tukachapwa, tukasoma James Orengo, Matiba na nikasoma Martha Karua. Hiyo sio 2 term ndugu yangu. Rudi kwa kitabu. Kidogo ndugu yangu. Sasa saa hii wanasema tunapinga Sifuna. Hatuwezi pinga Sifuna. Saa hii James Orengo kama coach, hakuna watoto wangapi? Tena ni mbaya sana. Na baba ni lawyer. Wewe umeendelea nikuulize swali moja Queen. For example, ukipata kwa nyumba. Kidogo tu. Ukipata kwa nyumba Mr. Speaker, nyumba moja, mama moja, baba ni lawyer. Firstborn ni lawyer. Na tena mama ni lawyer. Hiyo nyumba iko aje? Hiyo si ya kuchezewa bwana. Hiyo sio nyumba ya kuchezewa. Kidogo James Orengo ni coach, ni lawyer. Namba 9 hapo ni lawyer. Namba 6 Kante babu mwenyewe ni lawyer. Hiyo pande ya Uburu kuna hata lawyer hata moja amesawini kesi ya kuiba kuku. Wewe kuna kitu unajua kugea nywele. Mr. Speaker, nikimalizia alafu ndugu yangu from Western aingie. Order. Mr. Speaker, nataka kumwambia watu. Waambie. Walikuwa nasema wataenda maandamano. Haki ya Mungu, maandamano iko na njia mingi sana. Bila unaweza fanya. Lewi, Nairobi hatutaki maandamano Kisumu. Hatutaki maandamano Migori. Hatutaki maandamano Siaya. Hata Homa Bay hatutaki maandamano. Wafanye biashara, pesa ifanye nini? Circulation ya pesa iende juu. Wajenge makampuni, sisi pia tutoke Nairobi, turudi tufanye kazi nyumbani. Na je, Lewi kuna mtu alitoka na gari Kisumu akikuja Nairobi? Uliona hata mtu angetoka Machakos akikuja Nairobi? Na hata hao vile wanaongea hapa hawakwenda kazi. Wangeenda mguu. Hawakwenda hapa. Almost about development ujui ndugu yangu. Acha nikupe wisdom baba. Uwezi sikia point because mind yako iko mbali. Unasikiaje na mwalimu anahubiri na wewe bado tuko kwa subject. Ona kidogo. Kidogo.
Bwana, we are being a bit. Sawa, Mr. Speaker. Nasema nyamaza, just give me time because hauna numbers. Mr. Speaker, nikimalizia, tumeleta maneno mzuri. Wacha nimwambie Ruto ni wanta. Yeye kwa maisha yake ni kama amepiga kura mara ngapi? 3. Hajawahi weka mtu, najui vile mtu anaweka na hata weka. I'm telling the truth. Ukiona mahali Gladys Wanga yako, hiyo ni nil. Ukiona mahali John Mbadi yako, hiyo ni nil. Ukiona hata hiyo mambo ya kwa pili, hawata pili. Kidogo. Asante sana Mr. Speaker. Maybe songa asante sana Mr. Speaker. Maybe songa akiongea, maybe nimesikia vibaya. Mr. Speaker, songa akiongea hapa amesema vizuri. Wakina Dennis Wanjala wanapinga Sifuna, lakini Sifuna ni mtoto wao. Sijui mimi nimesikia vibaya. So huyu mwenye sahihi ana wewe ama wewe ni Mr. Speaker, member sahihi mwenye uko floor. Pia anasema sahihi anatusi Gladys wa. Sasa wewe ni Mogaka. Sawa. Mr. Speaker, tulieni. Mr. Speaker, kuna kitu inaitwa independent. Mimi ni mtu ako independent. Kidogo bwana, tulia. Nataka kujibu Mos. Mos ananiuliza swali lingine. Na hiyo swali hata nikikaa chini hata sifai kujibu because hiyo si swali rika yangu. Ananiuliza na mimi Gladys Wanga. Huyu na reject ni Jaluo ama ni nini? Ndugu yangu, mimi kusupport ule mtu ana msimamo na ana history ni ngumu. Lazima niangalie kwa James Orengo kidogo, kwa James. Tulia. Kwa James Orengo watu wanta mawana je. Hata una point ndugu yangu. Kidogo. Mr. Speaker kidogo. Sasa unaongea mingi na hata point. Almost kama kuna point. Nataka tu kumwambia tu swali kidogo. Akuja aseme demokrasi tulipata mwaka gani hapa Kenya? Kama atajibu. Atajibu hiyo. Almost ni one time is real. Ubagi. Hakuna bosi. Ubagi wewe. Unajui Kiswahili. Unipea Mos kwa kitabu nipige nje. Mos anajua hata LCM ni nini. LCM ni nini anajua? Ama GCD kwa hesabu ya class 4. Nini Gladys? LCM ni ngumu. Na GCD Gladys Wanga. Achia tore. Ambao watu hata wakiongea waongee kitu unaweza Asante sana Bwana Speaker. Majina ni Ronald Wanjala. Mimi kitu ya kwanza nataka kuambia huyu msichana anaitwa Alionya ya kwamba kama hutaheshimu Babu Owino tutakulazimisha uheshimu Babu Owino. Uwezi enda kwa social media kwanza kuongelea Babu Owino mambo ya ukumbafu kama venye ulikuwa unaongea jana. So sisi kama wafuasi wa mheshimiwa Babu Owino lazima aheshimiwe na akuwe respected. Kama hutamheshimu tutakulazimisha kumheshimu. La sivyo utatafuta nchi yako. Narudi kwa mambo ya James Orengo. Nalinda mwananchi. Bwana Speaker, sijaona mahali popote Mheshimiwa Edwin Watenya Sifuna akikomplain ya kwamba yeye pale kwa malinda mwananchi ananyanyaswa. Sijaona mahali popote Sifuna akikomplain. Sasa wale watu wanakuja kukomplain hapa ni watu wenye wako 2 term wanataka kuleta vitina ndani ya linda mwananchi. Na sisi tunasema hivi, wakati Sifuna mwenyewe anaamka anasemanga James Orengo ndio party leader. Ama huwa asemi
Si wanasema hivyo? Sasa kama Sifuna mwenyewe anajua ya kwamba James Akili Orengo ndio party leader wa Linda Mwananchi. Orengo alikuwa kwani hakuna security hapo? So bwana Speaker, sisi tunasema hivi. Mr. Speaker, hakuna nini kwa floor? Hakuna security. So bwana Speaker, mimi nasema hivi. Kwenye Linda Mwananchi. Kwa Linda Mwananchi, usikubali vitina ndogo ndogo kutoka kwa tutam. Kwa sababu hao watu wa tutam ndio wanaleta vitina ili Sifuna na Orengo wakosane. Alikuwa kwake, wacha niende kwangu, lakini sikia hii, Sifuna alikuwa kwake. Weenda kwako. Wachana na Sifuna enda kwako. Haya, Sifuna yako kwake, weenda kwako. Wachana na Sifuna. Wachana na Sifuna enda kwako. Mimi nasema hivi. Sema. Watu wenye tuko hapa na tuko Linda Mwananchi. Yes. Tufocus na kitu yenye tunafanya katika Linda Mwananchi. Tuachane hizi vitina zenye watu wenye wanatumwa kuja kutuharibia uhusiano wetu na Linda Mwananchi na viongozi wetu. Mimi nataka kusema hivi. Orengo uko sawa. Sifuna uko sawa. Babu Owino uko sawa na viongozi wote wako ndani ya Linda Mwananchi. Sisi tutafuata nyinyi na nyinyi ndio mtatupea mwelekeo. Na kama mtaamua ya kwamba Sifuna akuwe flag bearer wa Linda Mwananchi, nani atakataa? Sisi tutakuwa hapo na tunasukuma agenda ya viongozi wa Linda Mwananchi. Sisi hatuwezi kufuata mtu mwenye anakikaa hivi atakojoa kesho. Sasa sisi tuko tayari kutembea na viongozi wako na vision ya kesho. Hatuwezi kuna watu wanasema hapa maandamano ya leo ni mbaya. Mimi nataka kuwakumbusha hivi. 2017 hao watu ndio wameandamana, wamefanya vijana wetu wamekufa hapa Soweto wengi zaidi. Saa hii wameingia kwa serikali na mlango ya nyuma. Wakishaingia kwa mlango ya nyuma kwa serikali, wakapewa kamchele nusu kilo ya kamchele. Wakaona kafenye kamchele kanaonja. Saa hii wanakuja kutuambia maandamano ni mbaya. Wakati wewe ulikuwa unaenda kwa maandamano, huko unajua maandamano ni mbaya? Si ulikuwa unajua maandamano ni mbaya? Kwa nini 2017 ulienda kwa maandamano? 2022 after election, hao watu wenye wanatuambia hapa hadi maandamano ni mbaya walikuwa kwa barabara wakiandamana. Sisi tunasema hivi, mtu mwenye anataka kwenda kwa maandamano, enda kwa maandamano venye unataka, kwa sababu iko kwa katiba ya Kenya. Angalia kamera. Naongea na wananchi wa Kenya. Kwa hii vita ilikuwa sijui ya one time na sijui wa makumbusho. Wewe umewahi kumbuka mama yako kwa vita? Wewe bibi yako ama mama yako ama ndugu yako umewahi mkumbuka kwa vita? Shame on you. Unatoka Jakaranda, unatoka Mathare, unatoka Githurai, una strike. For what? For what? For what? Shame on you. Kukumbusha mtu ni amani. Peaceful. Watu wanaenda pale wanaongea. Unaongea. Unaomboleza. Hata sio kuomboleza. Ni ile tu makumbusho tu, mama alikufa, baba alikufa, ama ndugu yako. Hii makumbusho ya kufunga barabara ni gani? Ni gani? Ni gani? Hata wakati wa awata unajiita Sifuna. Sifuna. Ulimuona wata? Wakati Maraga alikuwa anasikwa, Sifuna alikuwa wapi? Sifuna alikuwa wapi? Sifuna, mimi ndio Sifuna, katibu mkuu. Alikuwa wapi Maraga akisikwa? Shame on you, Sifuna. Shame on you. Chief. Huyo kofia black.
kama ni maandamano, we must see our leaders. Sawa sawa? Youth mko sawa? Kama ni maandamano, wale leaders kama James Orengo tuliona akibebwa na pikipiki. Nilikuwa natafuta hiyo chance lakini sikupata. Mimi ni bodaboda lakini sawa. Sifuna alikuwa wapi? Hadi mama alikuwa ametoka chini akakuja. Sifuna, where were you? Alikuwa anapanga mambo ya Senate. Wacha kutupima akili. Sifuna go. Wacha kutupima. Wewe tafuta chakula chako ya watu wako na familia yako na watu wako wekui. Kutupima mfano. We were looking for you. Raila akiitisha maandamano is there. Raila ako hapo. Raila ako hapo. Do or die. Anafanya tu hivi. Raila anafanya hivi. Wewe ulikuwa hapo. Kesho uko na mkutano sio Kimau. Kesho uko na mkutano pale Ahero. Kesho uko na mkutano pale Githurai. Kesho ni mko na Githurai. Shame on you, Sifuna. I don't respect you. I don't, and I mean I don't. Ruto is a total. Because hauna agenda. With me, I was waiting for you. Useme kitu yenye itaniambia one time is real. Is real. Is real. Ruto is a total. Sasa, another thing, Mr. Speaker. What can Speaker, Mr. Kidero? When the Speaker? Sawa. Another thing. Tuliona mjaluo mmoja. Mjaluo mmoja ako na miwani mbili. Sawa? Anaitwa James Orengo. Alikuja CBD na nitamsuu kwa kuinterfere na bodaboda kwa njia ya maandamano. Nitamsuu ama bodaboda, ngoja kidogo Mosi. Nitamsuu juu ya nini? Anakuja Nairobi kueneza maandamano, lakini kwa Siaya hakuna nini? Hakuna maandamano. Hakuna Kisumu. Homa Bay iko safe. Kisii iko safe. Migori iko safe. Let me tell you people, ngoja kidogo Mr. Speaker. I know mnataka kufunga juu ya Orengo. I know. Well, let me tell him the truth. Even with us, we are Luos in Nairobi. Lakini tungependa kujivunia kile ambacho uko nacho. Tafadhali Orengo, kama uko na agenda ya kutoa Ruto kukua 2 term, tuambie si asante. Tuambie kuja na agenda ya kuinua bodaboda, ya kuinua mama boga, ngoja ya kuinua Nairobi. Mimi kama Nairobi wapiga nduru wasipige. It is a 2 term. It is a 2 term. It will be a 2 term. Na utafuta agenda urudi kesho. Na utafuta agenda ukuje kesho. Damu itawamwagikia na hizi. Wewe. Tusonge nyuma. Mimi sijaipigia mtu kelele. Ukimwona mpiga yeye kwa. Datalo wacha huyu jamaa ongee. Mimi sipigia mtu kelele. Adamarudi. Asante sana Mr. Speaker. Kwa majina naitwa Kidero Jasuba, mtu wa 1 term hadi kwa bed. Kijana wa Orengo. Mr. Speaker, wacha niwaambie kitu moja. Leo James Orengo amepiga 100%. Mimi wacha niwaambie kitu moja. James Orengo alisema atatokea kwa maandamano, ametokea. Unajua, Waluya wanapiga Orengo na Waluya ni masemeji wetu. Ukiangalia venye nani ameongea hapo ukweli. Ukiangalia Dennis Wanjala, ukiangalia the former speaker, the former president hapa. Wao watu wanapinga kijana wao number 1 na sisi Wajeriono tuna supporting ndugu yao. Mimi sikuambia Sifuna asiende maandamano. Yeye mwenyewe anajua kwa sababu hajaenda maandamano.
Na ile ilikuwa maandamano, ilikuwa kuomboleza, kwa sababu leo sijasikia mtu yote amekufa, sijasikia mtu yote amefanya nini, amepigwa risasi. Ilikuwa maandamano ya amani, ile ilikuwa maandamano, tulikuwa tunapeleka flowers. Na mimi nataka niwaambie, sisi tunataka wanaume kama James Orengo. Mtu akisema anatoka. Sisi tunajua James Orengo ndio party leader wetu. Hata kama ule pia ni party leader huko, ako party leader huko. Mimi nataka niwaambie Wajaluo, ni wakati yetu ya kukua pamoja. Kama tuwezi kuwa pamoja, wacha niwaambie, kama tuwezi kuwa pamoja, hata hii power tunataka hatuwezi pata. Lazima sisi Wajaluo tukae pamoja, tuulize nini tunataka. Lazima tukae chini, kwa sababu ukiangalia Wakamba wako na leader wao, ukiangalia Waluo wako na viongozi wao, ukiangalia Wakisii wako na viongozi wao, sehemu wakikuwa kuna viongozi wao. Sisi kama Wajaluo peke yetu ndio bado tunapigana, bado wengine tunataka pasi, tunataka nini. Mimi nataka niombe jamii yetu ya Wajaluo wetu tukae, viongozi wetu wakae chini, wasikizane, tutembee na ajenda moja. Kama hata tutatembea na ajenda moja, hakuna kitu tutapata. Na mimi nataka niambie Waluya, wakati Sifuna alianza hii mambo, mimi ni Sifuna, Waluya ndio walikuwa wanampinga. Walikuwa wanasema natembea ndio kiongozi. Saa hii wameona tena sijui Sifuna amefanya nini tena, wanaanza kusema Sifuna anapingwa. Mimi nataka niwaambie, ukitaka kuangalia kabila yenye kuangi pamoja ni Waluya. Mluya hawezi akiona Mluya mwenzake akijiinua baada anampiga chini. Wao Waluya tunapata mdabadi anasema hii, mwingine anasema hii. Waje kaa pamoja. Mimi naambianga kila siku, ukitaka mtu mwenye ako na roho chafu kwa hii kabila ya Kenya ni Mluya. Mluya amekubali kuwekea sumu ukufe, kwa sababu ni watu wa kuangi pamoja. Mluya ndio, kwa sababu Mluya ni watu wengi, lakini hawezi kuwa president. Sasa ni kuulize, utapata wanasema sisi ni Sifuna, unapata mwingine anasema sisi ni natembea, unapata mwingine anasema sisi ni madividi, mwingine anasema sisi ni Oparanya. Sasa which is which? Bwana, wacha tuambie, mkitaka kukua jamii mzuri lazima muongee one language. Ndio kwa sababu za zingine na supporting kwa Kikuyu. Mkikuyu yeye wanapiganga tu kelele, lakini kufika wakati wa kura wanaongea one language. Unapotanga watu wanakaa chini wanaongea language moja. Mimi nataka niambie jamii ya Waluya, kama Sifuna Mungu alimuumbia atakuwa president, atakuwa. Na kama Mungu alisema hiyo jina yake itakuwa tu Sifuna at the last minute, hakuna pale ataenda. Hii kitu ya uongozi huwezi lazimisha. Hii kitu Mungu anakupatia. Na nikiongelea mambo alionya kidogo, mimi nataka niambie alionya. Mimi siwezi kutusi kwa sababu wewe ni msichana. Alionya kitu moja, wewe ni msichana amesoma. Mambo ya kutusi viongozi wachana nayo. Kiongozi ni mtu wa kutoa makosa. Kiongozi kama hajafanya kazi, mwambie tu fulani na fulani ukufanya hiyo kufanya. Mambo ya kutusi kiongozi saidi. Nikuulize swali, wewe unajuaje babu mwenye unatusi hivi siku moja akuwe gavana ama akuwe somewhere, na wewe wenye unasupport waende wanguke? Unafikiria hata kuita kwa ofisi yako kupatia kazi? Bwana, hii siasa ina change. Leo niko one term, kesho niko two term. Kesho unapata mtu one term atanipanga, kesho mtu one term atanipanga. Hizi unajua kitu mbaya, kitu kinashangaza sana. Wajaluo kwa Wajaluo ndio wanatusiana. Na wengine wanapiga makofi. Alionya wewe ni msichana mdogo, bado uko na future. Mimi siwezi kuwa mara na kutusi hatuna bwana. Mambo ya bwana ni Mungu analeta. Wewe utapata tu bwana wako. Mimi sitaki kuongelea vibaya. Mimi nataka niambie wewe msichana. Wewe ni msichana uko na future mzuri, wewe ni mtu mwenye amesoma, tumia masomo yako kuuza ajenda yako. Unajua matusi siku moja utatolewa tu uambie alionya. Sio ulikuwa unaongeanga hivi. Sasa unataka kitu gani? Hiyo ninaharibianga watu. Hizi video zenye tunafanya zinawekwa kila mahali. Siku moja unatolewa kidogo, ulikuwa unatusiana hivi. Ndio hii. Mimi nataka niwaambie. Mimi nataka niambie Oburu popote yako. Oburu wewe ulichaguliwa kama party leader. Lakini kitu fanye ni wakati wako ukwenda kuita wa viongozi wa Jaluo wote, wewe ni mzee. Weka viongozi pamoja, muongee language inaweka Wajaluo pamoja. Kwa sababu ukiangalia sisi Wajaluo wenyewe, unapata Mjaluo tena anakimbiza Mjaluo mwenzake. Ukweli. Na tunaongea language moja. Na watu wanatuchekelea. Mimi nakumbuka Raila wakati alikuwa Wajaluo kwa wanapigana. Hapa Luo Nyanza Gunsu wakikuwa, lakini kutoka Raila kuve. Sasa ukiongea tu vibaya hapo mapema, unakimbizwa tu kwa baridi. Ndio kwa sababu Raila Odinga mimi nilikuwa nampendea kitu moja. Hakuna siku shaisikia wakati Raila Odinga alikuanga kiongozi, tukaisikia Luo Nyanza Gunsu wako kutoka kuve. Ndio Gunsu wote wamefufuka, ndio wale wenye walikuwa wamekufa. Wanatumika vibaya. Mimi wacha nikuambie, hata leo
hata leo sidanganyi, kuna watu walikuwa wamepangwa, hata wengine wametolewa tu hapo, waende wakimbize watu. Sure, ukienda upige mtu. Sasa mimi nilikuwa nimeenda maandamano, unipate unipige, itakusaidia na nini? Na mimi ni ndugu yako, tumeteseka nawe kwa hii dunia na bado tunateseka tu. Siku moja niko na njaa nikwambie bwana nisaidie, naona nikimbiza. Bwana, tusikuwe na hiyo picha mbaya. Inafaa tukae pamoja, tusikizane kama kabila moja. Mimi sijaheti na nini Oburu nimempatia heshima kama mzee, lakini mzee kitu inaharibu huyo mzee. Kuna watu wawili watatu na wanaharibu huyo mzee, wanafanya chama ya inaenda. Mama mwingine ako hapa Homa Bay, hata anasema usuko wii. Bwana, hiyo nywele tutanyoa. Tutanyoa raundi. Na wewe ni one time hadi kwa kitanda unaenda nyumbani. Hatuwezi kubali raundi wenye watu wasiali tuambia mama asituongoze, yeye anaenda tu nyumbani. Hata yeye aende aongoze kwao si Homa Bay. Asante. Asante sana Mr. Speaker, wote kama wanawa siku ya leo iko sawa. Na leo pia sisi pia tulikataa watu wagopane na wasimiane. Hao watu wanda walikuwa tudharau sana, lakini leo hata sisi tulikubali matokeo yoyote. Kisumu, asanteni sana, wajatoka, biashara imeendelea kama kawa. Asanteni sana bana kingine pia. Watu Homa Bay, asante, wajatoka. Kisumu, asante, lakini Nairobi, Orengo, asante. Ulikuja Jakaranda kama kao ukachukua magusu wako ukawalipa, ukaingia downtown CBD, tukakuacha ukafanya hizo vituko zako zote kwa pikipiki. Orengo kaenda, tukabaki sisi yenyewe kwa wenyewe, lakini wamekubali Ruto ni totam. Wamekubali, leo wamekubali. Ati wantamu wapi? Mimi nimeleta Jakaranda. Sura geni sana. Nilikuwa nalinda ground. Mtu mgeni yoyote, polisi walikuwa, salamu ilikuwa ni totam. Ukikutana na polisi, mambo ni totam. Enda. Mambo wagwan. Sen. Na watoki. Walikuwa na juu nini fanyike? Tuko na lawyers. Bwana ndugu yangu, maandamano tulizika nayo. Raila Amolo Odinga kuna na itakuwa. Hizi sasa ni sample za maandamano. Kuna maandamano na sample za maandamano. Sasa hizi za leo zilikuwa sample za maandamano. Nani walikuwa waizi? Walikuwa wanaibia watu. So serikali ya William Samoei Ruto, hata kama unapinga, ukiulizwa mbona unasema Ruto ni one term, ati Ruto ni one term tu hivyo tu. Ndugu yangu, William Samoei Ruto, ukiweka William Samoei Ruto na uweke Uhuru Muigai Kenyatta, inafaa Uhuru Muigai Kenyatta achukuliwe na wekwe seli. Huwezi compare William Samoei Ruto na Uhuru Muigai Kenyatta. Ruto anafanya siku na mtu. Mr. Speaker, chukua hiyo rungu bwana. Mr. Speaker, pole. Chukua hiyo rungu inahitaji kwa bwana. Na one time. Hapana bwana, security Mr. Speaker. We are not safe. Mr. Speaker, pole. Lakini rungu pia ijaenda kwa mtu mbaya. Umeenda maandamano. Ni one time. Mr. Speaker. Pia unamalizia maandamano. Malizia maandamano. Madam. Siwende kwa nyumba. Malizia maandamano. Niende kwa nyumba na bunge ni ya kila mtu. Maliza tu. Speaker, nikimalizia Mr. Speaker. Maliza. Madam, siwache mimi Naomi. Wewe uko na bibi. Naomi. Wewe uko na bibi. Naomi, utukuina na content bwana. Mr. Speaker, wa Kenya saa hii wa kitambo ndio walikuwa wanadanganywa. Atifanya hivi. Saa hii kuna Gen Z.
Na kuna kitu pia inaitwa gunzi pia, kuna gunzi. After Raila Amolo Odinga kuzikwa pop, Raila alizaa mtoto mwenye naitwa gunzi. Iko. Waendi maandamano hao ni patron tu. Kusema one time. Na leo pia serikali ilitoa pesa 200 milioni siku ya leo tu peke yake, leo tu. Endeni mfanye maandamano tena, Ruto aingishe. Wewe unadhani umetoka kwa nyumba ati unaenda wapi? Maandamano tu unatengenezea William Ruto pesa. Enda tu. Mtangaze tena ingine tena muende. So watu one time, sisi pia watu wa two time. Leo tulikuwa hata kama ni mbaya aje. Asema idumu. Lakini wako kutoka. Wenye walitoka moja moja tulimalizana nao. Hakuna mtu mjinga. Kenyatta alikula miaka 15. Uhuru 10. Kibaki 10. Hata sasa William Samoei Ruto ati one time. Kwani Ruto ni mjinga? Na walimpigia kura wakimpenda sana. Hata sasa hivi sasa alituambia ati msiende maandamano, mtauliwa. Gachagua pole. Ulijua tu hawataenda. Si atuende umesema ati si atuende unaambia mwasiende. Hapana. Wewe kuna uwezo gani ya kutoza mtu asiende maandamano? Kwanza Dorcas Dorcas umetukosea sana. Tulingoja Gachagua mwenyewe akuje, hakukuja. Sifuna hakukuja. So watu wa Sifuna, sisi ndio Sifuna. Poleni sana. Hiyo sisi ndio Sifuna, sasa hii hakuna. Hiyo party tusaga katikati. Orengo akachukua watu wake. Sifuna, watu wa Sifuna wamebaki wakihanga. So Edwin Sifuna, tafadhali chance yenye uko nayo tu ni kuungana William Samoei Ruto. Ulitusa Buru, hata Buru siwezi kuwa XG wako. Ndugu yangu, Oburu Odinga ni mzee lakini alikuvuta kazi. Sifuna sana kaji ya mama. Na ni mzee. So Oburu Odinga alivuta. Sifuna kazi. Sasa akisema ati mimi si mimi ndio Sifuna. Mimi ndio Sifuna. Akiongea mambo ya ODM pap sell. Sasa si mtu wa ODM wetu, si mtu wa ODM. So Sifuna, ingia UDA usupport William Samoei Ruto ama uende DCP. ODM imejaa. Asanteni sana. Baba Ruth. Mmeshika watu mmepeleka ndani, watatoka. Babu atawashughulikia, watatoka. Hapo umefanya vizuri. Mimi nimeshukuru Ruto hapo. Hata kama mimi ni mtu wa one time. Kitu ya pili, lazima mkubali Orengo ndio atakuwa presidential candidate wa Linda Mwananchi. Alichukua time yake, akatumia pikipiki, akaenda akaomboleza wale vijana. Hao wengine walikuwa nalala. Sasa wajeni kusema mambo ya Sifuna hapa mara sijui nini. Mumeona mwenye alitokelezea ni James Agri Orengo. Constitutional working Aboy Arsa Momo Rawei, mtu wako na 47 degrees. Kama utaki ama kwa Linda Mwananchi enda bali pengine. Mimi nimefurahia na Orengo Saidi. Sasa kitu imebaki ni kuuza sera na tuchukue nchi next year. Ruto weka ukijua next year tunakutoa na 18 million votes. Mimi nasema nikuambia hiki kitu tunakupeleka nyumbani. Hata ukifanya nini? Hata ukikonda ama unone tunakupeleka nyumbani. Hautarudi tena Homa Bay. Wanga huyu mama anaitwa Wanga kupikia umeenda tena ukunywe supu pale. Ujifanye wewe ni Raila, wewe si Mjaluo. Hautarudi pale Homa Bay, hatakubali. Wewe tunakupeleka nyumbani mchana peupe. Hata ukilia venye ulilia 2022 ukaenda ukaiba kura ya Raila. This time round unaenda. Mali ulitoka ndio unarudi. Huko Sugoi tu unabeba mama yako, unabeba bibi yako na watoto wako hadi Chalin. Mnaenda Sugoi. Mnaenda Sugoi. Wewe Ruto mnaenda Sugoi. Sasa mimi nakwambia hivi. Oburu ndugu yangu. Time imeisha na wewe. Hii si haya unaenda kuanguka, unaenda kuwa na ballast. Enda ukae nyumbani, ukunywe ujipao, uangalie mali yenu. Mbadi, enda uende ubiri kwa pasta.
John Badi, enda kuwe pasta huko nyumbani. Opiyo Wandayi, mambo yako imeisha, wewe utakuwa jobless. Nyinyi wote nyumbani. Na ni one time siku zote hadi kwa kitanda. Asante sana brother. Kwa majina ni Naomi aka mrembo wa Sifuna, mrembo wa one time. Tunakuanga short and clear. Mr. Speaker, nikianza na hii mambo ya maandamano, it's very constitutional mtu kwenda maandamano, and it should be a peaceful maandamano kama ya leo. Mimi acha nishukuru James Orengo, amefanya kitu mzuri sana. Huyo jamaa alifaitia freedom, wachana tumie freedom yake. James Orengo tumia freedom tena. Tena ukijisikia kutupea holiday nyingine tena next week tena tupatie holiday nyingine tena na tutaenda maandamano. Hiyo maandamano tutaenda. Nikikuja kwa hii mambo ya Alionya, my friend Alionya, enyewe kweli wewe ni nani issue kabisa tu, you are nani issue. Ufanye hata kuwa unaongelelewa. Wewe mwenyewe hata ukienda hiyo first class yako ukilinganisha na wewe babu mwenye unaongelelea. Maana Mr. Babu Owino should be respected. Alionya huna ruhusa ya kuja kuanza kuambia kina Babu Owino. Hata wacha nani Kasongo aende nyumbani tuone utarushia wapi mdomo ukitusi waheshimiwa hapa. Na I'm warning you Alionya. Alionya be warned. The next time Alionya na kuonya. The next time I hear you nataja jina ya kiongozi yeyote walinda mwananchi. Mimi na wewe mundu kumundu. Na natamani hiyo debate tukue mimi na wewe. Nitakwambia utajua ujui. Niko na wewe. Jifanye tu hapa tu huko unalipwa. Kama unalipwa si uajiri vijana. Si pia uajiri vijana kama unalipwanga na hiyo chama yako. Mambo ya kuja kutuambia hapa ati unatusi viongozi. Next time guza kiongozi walinda mwananchi. Mimi na wewe. Tutapatana kwa hiyo debate. Na niweko kwa debate. Mimi hapa wewe hapa. Turushiane mdomo moja kwa moja. Mambo ya kutusi wanaume hii, na kwanza utafute bwana. Mambo ya kutusi wanaume hapa na ujolewa. Sifuna. Sisi tuko nyuma yako. Usitishwe Secretary General. Haikuwa lazima ukuwe Secretary General wa ODM. Chama iko tutaunda chama yetu ya Waluo na iko inakuja. Tutaunda chama. Sasa hatuwezi wapatia agenda yetu ndio mtu uwe. Watu watuta mtu najua penye akili zenu ziko. Mnataka kutuambia tuseme presidential candidate ndio muue. Hatumsemi. Presidential candidate tumejiwekea. Mpaka ile siku yenye sisi wenyewe tutataka tunataka kumsema ndio tumseme. Hii mambo yenu ya kutupush tuseme presidential candidate tuseme nini na nini hatusemi. Na Sifuna akituambia Orengo ndio party leader, Orengo ndio party leader. Sifuna akisema sababu where's your speaker tulia. Where's your speaker? Give me a minute. Sifuna akisema ni right. Akisema ni left. Na huko ndo tutaenda. Mambo ya kwanza kutuambia Sifuna ametoka ODM. Kwani ODM peke yake ndio chama? Si hata sitaunda chama. Bora tu tuko na mrengo yenu, kaeni kando na mrengo yenu. Sitakuwa na mrengo yenu. One time. Jambo la kwanza Mr. Speaker, kule kwetu sisi kama Waswahili kutoka upande wa pwani tunasema ya kwamba acha panyeshe tujue pafujapo. Lakini leo pamenyesha vizuri sana. Na mimi ama nirudia Speaker, acha panyeshe tujue pafujapo. Na leo pamenyesha vizuri sana. Lakini ningependa kushukuru wale ndugu zangu ambao wameenda maandamano. Nimefuatilia kwa makini sana. Lakini maandamano yamekuwa vizuri. Hayakuwa na ubaya wote. Nimefuatilia ndugu yangu Jasuba Kidero, amekuwa all over Nairobi pale CBD, amefanya kazi nzuri. Alikuwa anaongea tu kama mwananchi wa kawaida, hakufanya kitu mbaya. Pia Orengo amekuwa pale, hakufanya kitu mbaya. Lakini Mr. Speaker, kuna ukweli ya kwamba kuna watu wamekuja hapa lakini hawakuzingatia mada. Kuna mada ilikuwa inasema ya kwamba je, kati ya Orengo na Sifuna nani anapaswa kuwa kiongozi walinda mwananchi? Hiyo nilikuwa mada. Si kweli Speaker? Mimi hapo awali nilisema ya kwamba Sifuna anatumika kama hype man, lakini watu wengi wakanidharau. Hebu ngoja nieleze leo ili watu waweze kuelewa. Na hii watu wa media mpeleke bali kabisa. Fike hata huko Amerika. Mr. Speaker, ukiangalia wale watu ambao wanaenda kama clubs, pale katika klabu kuna watu wawili muhimu sana pale. Kuna DJ na kuna hype man ama MC. Si kweli? Sasa kwa Kiswahili tunaita mfawidhi. Sasa kati ya watu wawili kuna mmoja hategemei mwingine. Kuna mmoja bila mwingine anaweza fanya kazi. Lakini kuna mwingine bila mwenzake haizi fanya kazi. Ukiangalia kati ya watu wawili,
DJ bila hype man anaweza kufanya kazi, lakini hype man bila DJ haiwezi fanya kazi, si ni kweli? Sasa Sifuna ametumika kama hype man katika Linda Mwananchi, na mimi nasema hivi, sina ubaya na Sifuna. Sifuna ni kijana mzuri sana, ni mtu amesoma na ana ile ujasiri wa hali ya juu sana, kwa sababu alikuwa akipiga mambo mengi katika ODM hata mbele ya baba Raila Amolo Odinga, si ni kweli? Lakini katika wale watu ambao katika Linda Mwananchi walimtumia Sifuna kama hype man, wanasema wewe ni kijana mzuri lakini bado uko mdogo. Kulingana na hisabati ile wamefanya pale, wakiangalia kama Orengo amekuwa tangu enzi za Sabasaba demonstration, ukiangalia kama Kalonzo Musyoka amekuwa tangu zamani. Sasa wanasema tumefanya mahesabu yetu, Sifuna bado uko na future, tupate nafasi sisi tuongoze. Hiyo ndio shida. Kwa hiyo kuna watu ambao wanasupport Sifuna, na Sifuna ni kijana mzuri, lakini vile vile hao wazee hawataka kumpatia nafasi. Hiyo ndio shida ile iko hapo. Lakini mimi nasema hivi, kama Mswahili kutoka jimbo la Pwani, tunasema ya kwamba vita vya panzi ni furaha kwa kunguru. Ama nirudie, vita vya panzi ni furaha kwa kunguru. Kwa hivyo nyinyi ni kunguru. Kwa hiyo nyinyi, huyo ni msemo ndugu yangu. Kama ulienda shule utaelewa msemo. Kwa hiyo sisi tunasema ya kwamba, nikimalizia Mr. Speaker, ilipe nafasi wengine. Sisi tunasema ya kwamba sisi kama watu wa two term, vita vyenu ni furaha kwetu, kwa sababu sisi wote mpaka engineer kama speaker hapa tuna support two term. Lakini sisi tumetulia na Dr. William Samoei Ruto, kijana ambaye he's an entomologist, a zoologist and a botanist, kijana ambaye amesoma. Nataka nimalizie Mr. Speaker na kusema ya kwamba ni lazima sisi kama vijana ama wananchi tujue kutofautisha vitu, kutofautisha ukweli na uongo, si ni kweli wenzangu hapa? Lazima ujue tofauti ya engineer na Walter, ujue tofauti ya Kamau wa Kisumu na Oria Tibim, ujue tofauti ya Nuru Okanga na Usiku wa Manane, ujue tofauti ya Mashwan Awa na Kizza Roger Suba. Hao ni watu wanafanana, lakini kila mtu akona character tofauti. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na sisi tunasema ni two term. Asanteni sana. Makumbusho. Hao watu wengine wanasema kulikuwa na maandamano, hizo ni sarakasi Mr. Speaker. Ushaiona maandamano inachukuliwa certificate Mr. Speaker? Ushaiona wapi? Sisi tumezoea kiongozi wetu alikuwa anatuambia tu Tuesday tunaenda maandamano. Sisi wote, Raila alikuwa kiongozi wa kabila zote Mr. Speaker. That's why sisi tuko, Raila alikuwa anaenda Ukambani anapata kura, anaenda Kisii anapata kura, anaenda kila mahali anapata kura. Mimi nataka kuambia hao watu wa one term Mr. Speaker wakuwe na ajenda Mr. Speaker. Hakuna siku wanakuja hapa wanatuambia sisi wote maisha mahali imefika kwa watu wote, na tunaona Ruto anafanya kazi Mr. Speaker. Wao watu wa njena zao utasikia mtu anasema ati wasichana waolewi Mr. Speaker. Wale wasichana wako na kichwa ngumu wamenyoa kama mimi ndio wanataka waolewe Mr. Speaker. Hao wote Mr. Speaker. Mr. Speaker, wasichana saa hii wako kwa nyumba, wale wameshaolewa. Sisi tumeoa mabibi tumeweka kwa nyumba. Wametupikia chakula, tutaenda kukula Mr. Speaker. Wenye wanasema maisha ni ngumu wamenyoa kama zizi na wamevaa mini skirts zimefika hapa Mr. Speaker, na wanataka tuwatolee mahali. Nikitoka hapo Mr. Speaker, hii mambo ya Orengo na Sifuna Mr. Speaker, unajua hizi manda zote zinaenda pande ya Western, lakini nataka kuiongelelea leo kama Mkamba. Mr. Speaker, nataka kuambia Kalonzo, hii mambo venye inaendelea ni wakati wako wa kujua ukweli. Kitu ya kwanza, Gachagua alisema watu wake wasiende maandamano. Hawaendangi maandamano, walikuwa waende gani Mr. Speaker? Wakamba hawajaenda maandamano. Wakamba walikuwa wanaenda maandamano na Wajaluo, na tulikuwa hapo wakati tulikuwa tunaenda kuapisha Raila Mr. Speaker. Mimi nilikuwa hapo. Tulingoja Kalonzo hatukumuona Mr. Speaker. So ukitarajia Kalonzo akupeleke maandamano, hiyo ni shauri yako wewe Mkamba. Hiyo ni shauri yako. So Mr. Speaker, tukikuja nataka kuambia Kalonzo hivi. Watu wa Mount Kenya wanamdanganya. Hakuna siku watu wa Mount Kenya watasupport Kalonzo. Wanamtumia Mr. Speaker. Wamemtumia venye tumesikia hapa Waluya wanasema ati Wajaluo wamewatumia. Wajaluo nayo ni watu werevu. Hata sisi walituweka chini wakapanda kwa mgongo wetu Mr. Speaker. 15 years. Wajaluo ni werevu, na mimi mahali napendea Mjaluo ni hapa. Anatutumia zizi wote, na akiingia anjapata kiti. Akiingia anaenda anabagain Mr. Speaker. Anaita Kalonzo. Raila aliita Kalonzo akamwambia kuja nikuoneshe njia upewe kiti.
Wakamba wasaidike, akakataa. Wale Wakamba wako kwa serikali za hii akina Kawaya ndio wanasaidia Wakamba, Mr. Speaker. Kama si hao Wakamba wangekuwa sijui wamesukumwa wameenda Mombasa, Mr. Speaker. Na sisi, mimi kama mtetezi wa Wakamba nataka kuambia Kalonzo hivi. Siku ya leo angalia hapa Mount Kenya. Leo sio hajatoka maandamano, wewe ulitoka. Mr. Speaker, maandamano zote Kalonzo alikuwa anabebwa na gari ya Raila. Hangeenda na yake. So sisi tunamjua anapenda amani na tunampenda kwa hiyo amani. Mr. Speaker, nataka kumwambia aangalie vizuri, aende atafute Ruto mahali yako pole pole. Sisi hii raundi hii mimi kama Mukamba sioni nafasi ya kupata kiti sahi. Aende atafute Ruto akuwe deputy. Wakikuyu washakataa Kindiki, si Mkikuyu ni Mmeru. Na hao Wakikuyu ndio wanasema ati sisi tuungane, sisi ni makazi. Wamekataa Haji Kindiki, si Mkikuyu, na watakumbali sisi Wakamba. Haji, Mr. Speaker. Tuache kupimana akili, Mr. Speaker. Mimi nataka kuambia watu hivi, tuache siasa za ukabila. Tuungane sisi wote, venye Raila alituacha. Raila aliacha tukiwa salama. Hakukuwa na vita. Leo ilikuwa makumbusho. Na sisi wote tulitokea. Tulikuwa tunapinga finance bill. Asante sana Mr. Speaker. Aya, business community. Opportunity kuja. Na uache hiyo chance ya opportunity. Hakuna nyingine Mungu atawahi kupea tena. Na opportunity ambayo ilikuja ilikuwa opportunity ya Edwin Sifuna. Na hiyo opportunity imemshinda kutumia. Inaitwaje? Ndio hiyo opportunity sasa inageuka Edwin Sifuna inaenda tena kwa mtu mwingine. Hapa nyuma Waluya tulikuwa sisi ninatembea. Leo hii sisi ni Sifuna. Kesho utashtuka na wamegeuka sisi ni Atuoli. Waluya wajielewi. Wewe kila kitu mimi ni nani? Mimi ni nani? Wewe hujui jina yako? Au hujui jina yako? Sasa hivi tunapiga kifua, sisi ni Kifuna. Na nyinyi wenyewe hamwezi weka kura yenu kwa mfuko moja. Nyinyi Waluya. Kwani nyinyi Waluya mmelaaniwa? Wewe kama wewe ni Mluya hapo, umelaaniwa. Ukitaka kujua watu wengi hii Kenya after Wakikuyu ni Waluya. Ukitaka sasa hii wenye wanatumiwa zaidi ni Waluya. Wenye wanapenda unga ni Waluya. Waluya kila mahali. Juu wako wengi. Lakini wamepewa opportunity, wakaambiwa kijana yenu sasa ametoka. Mwenye anapinga Sifuna zaidi ni Mluya tu mwenzake ndiye anampinga. Kwani nyinyi Waluya hamwezi shikana mpate president? Sisi ndio Sifuna. Juu kama ni ukweli, kusema tu ukweli, Waluya walikuwa na opportunity mzuri ya kupata urais. Ukitaka kujua wenye wako wengi Waluya, wenye wanatumiwa Waluya, wenye wamezi pitu Waluya, wenye watumii family planning wanazaa kila siku Waluya. Waluya wako kila mahali. Unadhani mbona Waluya wako wengi? Hata ukiuliza msichana wa Mluya, unajua pitu? Hawajui pitu ni nini. Mko wengi, lakini uongozi umewashinda kuweka. Nyinyi sasa hii sisi ni Sifuna. Sisi ni natembea. Sisi ni nani? Wewe umejeuka tu, wewe unazaliwa tu unacheza tu akili. Mimi ni nani? Mimi ni nani? Wewe ni nani na uweze weka kura? Hata wenye wana kura zaidi ni hao Waluya ndio wana kura. Wako wengi lakini kura wachukui. Mbona mjaipata president? Mbona mjaipata president? Juu mko wengi, lakini sasa mwambie Mluya hapa. Mluya, nionyeshe kura yako. Wewe Njala, kura iko wapi? Sina. Hauna. Wale rais inawekwa wewe unashtukia tu umeweka rais. Rais anawekwa na kura. Hajakoya kipindi. Sasa hii mimi ndio maana mimi nasemanga hivyo Waluya wenzetu. Mko wengi, hamjaipata urais. Mnajua maana Kikuyu wanapatanga urais rahisi. Wakikuyu kwanza wanapendana. Mkisii ni wachache, watu 500,000, lakini wanapendana. Watu 500,000, si ndio hao hapo mmoja wao hapo. Ukitoa huyu wanabaki 499. Wakisii wote. Lakini hao watu 500,000 wanapendana. Sasa hii magari yenye Wajaluo wanapanda kwenda nyumbani ni akina nani? Si ni Wakisii? Wakisii wakiamua enda court, hizi court azini nyumbani, Wajaluo watabaki watarudi wapi? Kwa Nyaugenya. Zile magari za kitambo, zile magari za tukutukutukutukutu. Lakini kwa sababu ya Wakisii wanatusaidia sana. Avocado, ndizi inatoka hawa tu Kisii. Wanajipenda watu wa agriculture. Wakisii moja tu wenye maybe wamelaniwa ni wako Nairobi. Wengi wako nyumbani. Kama hao wenye wamelaniwa wako hapa. Ako hapa Jakaranda, wenzake wanalima huko nyumbani. Anafanya nini Jakaranda hapa? Na Wakisii wenzenu ndio wako possess. Wakisii wenzenu ndio wameweza. So mimi naambia watu wetu hivi. Opportunity ilikuwa ya Sifuna. Na watu wa one time
tuna waste kitu. Na hii kitu tusipojichunga, tutarudi nayo. Tusipojichunga, tutarudi na hii kitu. Juu hatujajipanga. Lastly, naongea kama business community. Leo watu walikuwa maandamano na hata mimi mwenyewe nilifunga biashara yangu kulingana na hali ya maandamano. Mimi ni mtu wa one term, lakini si support maandamano. Mimi ni mtu wa one term, lakini story ya maandamano tuachane nayo. Leo hii unajua watu wangapi wame lose vitu? Watu wa biashara ngapi zilifungwa juu ya maandamano? Lakini huyu kiongozi ambaye anakuambia uende maandamano, yeye mwenyewe anajilisha, yeye mwenyewe hana kitu ya kulose. Hakuna biashara yake alifunga, ati wewe aenda maandamano. Kufanya nini? Maandamano ambayo tunangoja ni maandamano ya ID 2027. Tupige kura, tutaende wapi? Nyumbani. Lakini si maandamano ya street. Tunaenda kufanya nini kwa jela sasa hii? Watoto wenzetu sasa hii wameshikwa. Unajua hata kulala jela siku moja inakaa aje? Wakiamua wafinye hiyo kitu yako, kesho utafanya nini? Asante sana speaker. Speaker, leo hii mimi nimefurahia sana speaker, sababu mimi nimevulia mheshimiwa Murkomen kofia bwana speaker. Na leo hii nataka nikonfahamu kuwa hakuna CS hodari kama bwana Murkomen. Congratulations bwana Murkomen. Umepanga ukapanga. Walitokea mlima uliwaona? Si walikuwa wanajificha kutoka Githurai nyuma hivi wanaangalia kwa barabara. Murkomen yako hapo. Alikuwa anawangoja nyinyi. Si mngotokea muone. Bwana Murkomen, congratulations. Hakuna mwanaume kama wewe. Na mimi naambia William Samoei Ruto, kama kuna jeo ingine pandisha huyu Murkomen. Umpe hata 3. Sababu jana kwa TV alikuwa anaongea, wanaona ni upuzi tu. Leo waliamuka saa 9 na mawe na miti kwa barabara, wakapatana na Murkomen. Walirudi mbio mpaka Mount Kenya huko bwana speaker. Bwana speaker, hao watu lazima tuwapange. Na mimi nataka niambie Wajaluo wenye wako Nairobi, Wakisii, Waluya, asanteni sana. Hamukutokea. Mtu mmoja tu ndio alitokea, James Orengo peke yake. Na Wakikuyu wote bwana speaker. Bwana speaker, sitaogopa kusema sababu sisi tumechoka na maandamano. Maandamano tumeacha Mount Kenya na Orengo. Bwana speaker, Orengo wewe ungana na watu wa Mount Kenya, endeni maandamano mpaka mupate Kenya mnapata. Sisi hatuko. Watu wa Kisumu, watu wa Homa Bay, Siaya, Kisii, Nyamira, congratulations. Hamukutokea na mulisikia wito yetu. Maandamano achia mlima, waandamane. Saa hii wacha waandamane kwa niaba yetu, bwana speaker. Bwana speaker, nataka niambie Murkomen kitu kingine tena. Haya maaskari ambao wamefanya kazi leo, waongezwe hata mshahara bwana speaker. Sababu ile kazi wamefanya, hakuna hata kitu moja ilionekana. Ile ilikuwa inaonekana kipoko, inarudi huko Mount Kenya bwana speaker. Bwana speaker, raundi hii hatutaki mchezo na nchi yetu. Saa hii tunaelekea Singapore. Ruto anatupeleka Singapore. Alafu nyinyi mnataka kuharibia Ruto kazi. Tunawaonea 18. Bwana, sisi hatueni maandamano. Maandamano tumewajia mlima. Nyinyi endeni maandamano. Sisi wacha tufanye biashara, tuhakikishe Ruto amerudi 2 term. Hiyo peke yake. Na bwana, Mjaruo, Mluya, Mkisii, kama uko hapa, kama unafuata Orengo, shauri yako. Hakuna mahali unaenda na mzee Orengo. Kama Orengo ni muungwana, mbona anaandamana Nairobi? Siende Siaya, haweke maandamano. Kwani Orengo ni gavana ya Nairobi ama ya Siaya? Jameni nisaidieni. Mimi nashindwa na huyu mzee. Wewe ni gavana ya Nairobi ama ni gavana ya Siaya? Unafanya nini Nairobi? Si ungepeleka maandamano Siaya? Bwana, kwani hakuna bunge Siaya? Si kuna bunge ya county assembly. Si angepeleka maandamano huko. Orengo, wacha kutuletea masikini wewe. Sisi hatutaki maandamano. Tumechoka nayo. Wacha wengine watuende. Na kama unawapenda, waita wakuendea maandamano, sio sisi. Achana na watoto wetu. Hatutaki watoto wetu wakufe kwa sababu yako. Bwana speaker. Bwana speaker, naambia huyu ndio jamaa kuwa sisi hatutaki umaskini Nyanza. Sasa hivi tunataka Nyanza ikuwe kama Kiambu. Hii Nyanza ikuwe kama Mount Kenya. Turu William Ruto. Wewe unatuambia tuende maandamano. Bwana speaker, nikimalizia. Bwana speaker, sasa hivi yenye naongea hivi, mimi natoka sel. Bwana speaker. Na nilishikwa saa 6. Na mimi nilikuwa nimebeba kijana mmoja. Bwana speaker,
Kumbe huyu kijana wakati nimbeba nyuma ya pikipiki amevaa bendera hapa. Kufika kwa road block tunashikwa. Wewe ndio unapeleka watu maandamano, kaambia maandamano nani? Kuangalia naona Gen Z amevaa maandamano. Ndio wauliza wewe ni wasimu. Bwana Spika, kama si huyu Orengo, mimi singeshikwa leo. Bwana Spika. Bwana Spika, mimi naumia sana. Nimetoka sel. Nimekaa sel 5 hours. Juu ya James Orengo. Sababu yeye ndiye alileta maandamano. Wewe mzee Orengo, umesababisha nimeshikwa leo. Haki ya Mungu naanza kukulaani wewe mzee. Na sisi tafadhali. Lakini kabla sijakulaani, sisi hatutaki maandamano. Wewe umesababisha nimeshikwa leo 4 hours. Sababu nimebeba Gen Z. Na Bwana Spika, Gen Z ilikuwa ya mlima hii. Hii Gen Z nilibeba ilikuwa ya mlima, imevaa bendera. Mjarua hawezi vaa bendera hapa. Muruya hawezi vaa bendera. Hii bendera wanafanya ni Mount Kenya hapa. Mimi naambia Bwana Orengo, umenikosea sana leo. Nimeshikwa 4 hours juu yako. Wewe ndio ulileta maandamano. Before ni Qur'ani, achana na watoto wetu. Hatutaki kukufa tena. Wewe kama niyo ni muungwana, peleka maandamano Siaya. Si Nairobi. Na utuambie kama wewe ni gavana wa Nairobi ama Siaya. Naambia watu wa Siaya, huyu mzee ni one term. Orengo ni one term. Thank you very much. Orengo bye. Wacha nimalizie. Mimi naitwa Engineer Kevin. Na nataka niongee leo kitu moja peke yake, nifunge dakika 3 because hiyo ndio kitu ambacho nataka niongee, kitu ambacho ifanyika leo maandamano. Na mkiona video yangu niliongea juzi, niliongea mambo ya maandamano. Niliwaambia sisi kama serikali tunajipanga. Na tulijipanga vilivyo vinatakikana. Mulisikia Gachagua alisema pesa ilitoka 100 million ya kupanga wananchi ambao wanasupport serikali, kuprotect serikali. Hiyo ni kidogo. Na kama unataka kupanga, pangeni. Tutoe tena 100 million tena mengine. Ya, hiyo ndio plan ambayo tuko nayo. Hatuwezi kubali serikali haribike na watu wachache. Mimi nimefurahi sana. Kama kitu Kisumu County, biashara iliendelea vinatakikana. Ukiangalia Nyanza mzima, biashara iliendelea, hata Kisii, biashara. Kenya mzima, biashara. Hii Nairobi ndio kuna kisonono. Hapa. Hii Nairobi ndio kuna ugonjwa wa maandamano. Hii Nairobi ndio kuna ugonjwa wa maandamano. Mimi nataka niwaambie hapa. Nairobi ndio kuna gundu. Hapa Nairobi hatutakubali maandamano. Na hiyo ndio ya mwisho. Songa. Hiyo ndio ya mwisho, hiyo maandamano mamlaka leo. Hiyo ndio ya mwisho. Hatuwezi kubali Kenya watu waende kazi na munaribu uchumi. Kenya hakuna maandamano. My friend, hatutakubali maandamano. Orengo, ulichaguliwa ya kufanyia wananchi wa Siaya maendeleo. Au kuchaguliwa kujenga muchari na kupeleka watu maandamano, piga risasi upeleke muchari yako. Sasa hapa ndugu zangu wangewawa. Sasa wangekuwa wako kwa fridge pale Siaya. Tena ya gorofa 4th floor. Atutapelekwa na lift. Ati my friend, ati hiyo ndio maendeleo ambayo Orengo ameleta. Mimi nataka niwaombe Wajaluo. Hatutakubali. Mimi naongea hapa, hakuna maandamano tena. Kama mnataka kwenda maandamano, ruka kwa nyumba kwa mtoto yako, mkose kupika, mulale njaa, huyo mfanye maandamano. Lakini maandamano ya barabara hii, hao magari pia nimeona kazi yao ni kusabotage the government. Ati kitu kidogo, ati hao wadosi wa matatu wanasema ati hakuna barabara, gari itakimbia because ya maisha yao. Leo sijaona vurugu yote. Hata nilikuwa town, nikatoka town, nikaenda kazi, nikatoka kazi saa 10, nikakuja Jakarta. So, hao wakora hao watatu, kama mzifanya kazi ya wananchi ambayo wanaweka hiyo watatu yenu, hiyo matatu utabeba na watoto wako peleke town. Ya, tunataka Kenya isonge mbele. Hatutaki Kenya ambayo tunaweka vurugu. Wadage. Tumekataa. Wewe ukuwe Mjaluo ambao unaleta vurugu Kenya, hatutakubali tena. Tulipigania Raila Amolo Odinga, baba alishindwa, tulinyang'anywa na yeye miaka mingi kwa president. Na wala ambao kwa tunyang'anya sisi ni wale kutoka tu pale chini hapa. Koti kubwa. Niliona tu hapa walikuwa hapa chini. Hapa Githurai. Wamefunga barabara huko iko sawa. So gari hili ile sahihi. So mimi nataka niwaambie hawa. Hiyo kujua yote ya maandamano yote ya Kenya mzima yote
tumwage huko katika jina la Yesu. Pa! Yende, semeni amen. Semeni amen. Hiyo saitani yote ya maandamano yote yende wapi? Hiyo ya maandamano ya katika jina la Yesu yende wapi? Hiyo ndio maneno nasema hapa. Polisi Kongole. Polisi wamefanya kazi mzuri zaidi. Sijasikia, nitarudia nikimaliza. Sijasikia polisi yoyote akipiga mtu risasi. Mimi nataka niambie polisi wetu, hao wote ni wa Kenya. But ni ile tu wame confuse amajua wale wanaenda. Umejua pia soko huwezi kosa mwende wazimu. Hao wakienda maandamano pia ongea nao kidogo kidogo, mwambie anataka nini, kama ana kitu ya kukula pe 100. Hiyo ndio njaa ambayo inatoa hao watu waende wapi? Maandamano. Lakini mimi naomba polisi wetu ambao walifanya kazi leo, mlifanya kazi mzuri. Niliona wale mlishika wote, mlishika mmetoa leo jioni yote waende kwa nyumba. Hii hakuna haja ya kutini. Shika weka ndani, ikifika usiku toa. Shika weke ndani, ikifika usiku saa 6 saa 7 toa. Hiyo ndio kinataka kufanya. So mimi narudia, maandamano yote Kenya mzima tupeleke wapi? Unasema mzuri. Maandamano yote Kenya mzima tupeleke wapi? Mlima. Kokoti kubwa. Hiyo ni sara ya wananchi. Na mimi nataka niambie Mjaluo ambayo anaongea mambo ya maandamano. My friend. Kotoka pesa. Sawa. Rudia engineer, rudia. Wapeleka wapi? Rudia.